to persist. Our key verse comes from the book of Luke 21 verses 19. Kitabu ambacho ni cha Luka 21 fungu la 19. Na ninaomba sana yule ambayo akona simplified English from Good News, ikiwa tuko na Good News, ningependa sana tukaweze kuitumia, lakini bado even in King James version still you can read. Naomba sana yule ambaye amepata mpatie mic akaweza kusoma. Hebu soma. Maana Biblia yangu inasema ya kwamba when you learn to persist, it means stand firm and you will win in life. Hii ndio changamoto ambao vijana wengi wako nayo. Wameshindwa kupersist na kusimama hima ili wakaweze kufaulu. Biblia inasema namna gani? Naomba ukaweze kusoma Luka 21 verses 19. Inasema in your patience possess your souls. Possess your souls. And when you shall see Jerusalem, it is just 19 only. Yes. In your patience, can you repeat again? In your patience, possess your souls. Possess your souls. Someone very brino. You are not told you about brino, or searching for a chain. Now you're right, man. Utakapovumilia utaokoa mioyo yenu ama mtajiokoa ninyi wenyewe. Ninaomba yule ambaye ataweza soma in Good News, maana nina sauti bado itawafikia. Good News, somebody to read for us. Yes, and the Bible says stand firm and you will save yourselves. Biblia inasema ya kwamba stand firm and you will save yourselves. Tukasikia King James inasema ya kwamba persevere and you will save your souls. Stand firm and you will save yourselves. Kwa nini tunaambiwa ya kwamba simama hima, vumilia, piga moyo konde na utajiokoa? Songa mbele kwa kupiga moyo konde nawe utajiokoa. Kuna kitu moja ambacho tunaelewa. Satan has no time to fight and resist the people who are just passing time. He is not interested in the fellows who have lost hope in life. Kwa nini unaambiwa chipe moyo? Ni kwa sababu shetani ana haja na watu wale ambao wamekufa moyo. Ukiangalia katika generation hii ambayo tumefika, most youths actually they have given up in their lives. Wamefika mahali ambapo wamegive up kabisa katika maisha yao. Yaani wala tumaini tena. Wamesema after all life means nothing. After all this life is meaningless. After all there is nothing good. Hakuna kitu kizuri katika maisha haya. Wengi wao wamekufa moyo. Na tunaambiwa ya kwamba kwa nini Biblia inatuambia kwamba piga moyo konde, vumilia, persevere, persist for you as a youth to win. Ni kwa sababu usije ukawekwa katika grupu ile ya watu ambayo wamegive up katika maisha yao. Kwa sababu tuna watu ambao bado wanavumilia. Tunaambiwa kwamba kuna watu ambao Mungu akiwaangalia ndani ya roho zao, kuna taa inamulika kwa undani. Yaani wamejipa moyo kidogo tu. Ikiwa kwamba jambo wanahitaji halitatimilika katika maisha yao, utaona they give up. Kuna wengine washa give up kabisa. They are feeling hopeless that they cannot reverse the situation and they cannot save their lives anymore. Na kuna wale ambao bado wanaamini vile Biblia inasema ya kwamba stand firm, persist and you will win. Na wale wanaamini ya kwamba kitu liko ni kusimama imara na kung'ang'ana katika maisha haya. Na atakayesimama imara na kung'ang'ana katika maisha haya ataweza shinda. Unapoambiwa ya kwamba simama imara katika maisha haya, haijalishi the opposition, haijalishi the critics, haijalishi watu wanasema nini. Uenda ni msichana ambaye umefika katika miaka ya kuchumbiwa ama kupata mwana wewe, lakini yule ambaye ulimwamini akakukosea ama akakupuuza tu wakati ambao ulikuwa umeamini ya kwamba hakika huyu ni wangu, hata kama hiyo limefanyika katika maisha yako, usife moyo. Labda kuna watu wanashinda kukusengenya, msichana wa fulani
aone kwamba nyakati zake zimeisha. Usife moyo, piga moyo konde, stand firm ahead of you when you are about to get tired, when you are about to give up. The grace of God is sufficient in you. That is the time of your dream to come through. Wakati ambapo unaonekana kana kwamba unachoka, wakati ambapo labda unaonekana kwamba hakuna jibu, wakati ambapo saa zingine unaona ya kwamba hakika hakuna tumaini, that is the point for you to win. So persevere, persist, vumilia. Hata kama ni yule ambaye alikuwa anatafuta kazi, amefika mahali ambapo amesema hakika after all kusoma na kutosoma it is not the same. Wakati ambao unasikia unaendelea kuchoka, mahali ambapo unafika kwamba unaona ni kama unaishiwa nguvu, that is the time God omnipotent will stand and work for you. Mungu anataka wewe mwenyewe ukaweza kuamini ya kwamba is the one who can work for you. Kwa sababu Biblia inatuambia in the book of Romans that God work for good for those who love him and who are called by his purpose. Ya kwamba Mungu huwatendea mema wale ambao wanamwamini na wale ambao wameitwa na yeye. Kwa hivyo at the point you are tired, just know there is something good coming. Things will smile. Negwe tuma watabange bintu bya chakire go smile. At the point kwa roshire manyanga egente ya ncherakere asho ngabao. Ina kiora akoro stand firm to win. You must be able to resist opposition. Wale ambao wanakuua moyo, wale ambao wanapishana na wewe, wale ambao wanang'ang'ana na wewe kukuangusha, kwa yao moyo bila bora, kwa ranga at least biyane tiganda akina ina kuna tumaini. Kwa ndo roho ntogeta watabinayo. Paka bado nega siugadeti. Yani wewe tekenya yoriku. You are cheating yourself kwa whatever else nero. That kwa give up. For you to persist and win, you must oppose what we call oppositions. You must refuse the critics. You must refuse the negative voices that comes near you. You must reject them. Kwa ikabuanke na kama nako keberana abango chikobuwa mbali bangire opposition na ile barandiri to persist and march or move forward. If at all, why are we not supposed to be cowards? Tunaambiwa ya kwamba if at all we become cowards and decide to live ordinary lives, we miss out something great ahead of us. Wengi wanaogopa. Vijana wengi they have reached the point now of confronting things katika maisha yao. Kuna changamoto ambayo uko nayo katika maisha yao. Wengi wenu unapata ya kwamba wamefika katika mahali ambapo wameogopa. Kama ni msichana ameona ndoa zake, mipango ya ndoa imeharibika mara 3. Amefika mahali ambapo hata kama kijana atakuja katika maisha yake, anasema ya kwamba I don't want to commit myself and waste my time because I know even he hata huyu will not make it. Hata hii relationship haitaenda mahali. Unawacha. Usiwache hata kama ulikuwa umefika mahali fulani. Unaona ya kwamba kitu fulani imekudiscourage katika maisha yako. Ya kwamba umekuwa coward, unajua ni kusema ya kwamba you start panicking, you feel fear, you feel frustrated, you feel bitter, you reach to the point of saying honestly, does Jesus care? It means like Jesus is unfair. Is fair to some people. Ni kama Yesu kuna wale ambao huwapendelea sana na kuna wengine ambao Yesu hawapendelei ama hawajali. Usife moyo, piga moyo kote, vumilia, persist. There is something good coming katika maisha yako. Kuna kitu kizuri. At the point unaona ya kwamba unataka kuacha, just know there is something good coming katika maisha yako. Tunaambiwa ya kwamba kuna aina ya watu watatu. Watu ambao kuna aina ya watu watatu. Kuna watu ambao wanaweza kufaulu why they persist. Na kuna watu wengine ambao wameacha mambo makubwa because of some discouragements. We are told that a great majority of people stop before they start something because of fear. They have been paralyzed with fear. They have been paralyzed with some opposition somewhere.
and they have given up. Unapata ya kwamba namba kubwa ya watu actually they stop before they start something. Kwenye robo sao kwa university kai bana natora Ken. Pastor kwa sababu yale ngiro ya self reliance. Ngakio kwa teka ya shoko babao. Eke robo kwa university, it doesn't mean that going to university you have to be employed. You can start your own farm and employ somebody. Don't take it cha keke progressive. Maybe ekalia yao kwa kuleta magana agriculture extension. Wao don't take it kwa a good farm. Ora kia watoto wao kwa family ya. Ora kia watoto wao kwa project ya poetry ya. Omo to te no ko ri ngan kie kyo kwa. Roma de te to kwa na. It is like you don't know. Kwa raja yana moina na kwa chi koko. Every chuchu shiri ngeli bukumi bikakubyosi. Roma to mo to le moina. Dawe tengo ameshiri ngeli 150 chibe eno beyosi pia kwa. Kwa give up. What tiga esegeto yake. You give up a great project katika maisha yako before when you start because of fear and the panic. Esegeto yako si you persist and reject these voices which comes from down here. Etiara kama tauma ama ndio yako kwa itamoyo taliko ruguru. Ndio vile Nyasaye ile yote baba familia. I know the plans are for you. According to the book of Jeremiah 29 verse 11, the plans to give you a future of hope, not a future which is hopeless. The language of God is always prosperity. That I want to do something for you. I know the plans are for you to give you affluent future. I say there is a man, there is a call from heaven, and there is a man coming on your line. No, you will not compare with anybody. Why many people their projects die before they start because they listen to many voices of the devil, the voices which are negative, the voices that come from town, but not the voice of God which come from up there. Others quit halfway through the journey. Abande babo kakatikati bakwa moyo. Walianza vizuri wakiwa na tumaini. But wanapofika katikati they fear. They leave their project, the great things in their lives halfway. Na wengine why they leave these things halfway? It is because they have done one thing. They let their fears and doubts paralyze them from moving persistently towards their goals, or perhaps their motivation is not firm enough to drive them to work on it. They are paralyzed on the way. Sijui kijana, ni kitu gani ile ulikuwa unataka kufanya umekufa moyo? Ni kitu gani kile ambao ulikuwa unasukuma katika maisha yako you have given up? I don't know which group you belong. Sijui ni ile ambao ulikuwa unataka kuanza ukaacha. Ama ni yule ambaye alikuwa katikati anaendelea akaacha. Ama ni yule ambaye amechagua to persistently and move forward no matter what. Yule ambaye atafaulu, yule anasimama anasema haijalishi ni nini, nitasimama mpaka mwisho nione ushindi wa Mungu. How can you develop the art of persistency? Nataka kukusaidia with some facts. How you can develop the art of persistency. Mostly wale ambao wamefika mahali ambapo wame-give up ama wameshindwa. Kosa enara Okolete University of Ende kabwani hiya. Ako tengi bononda akore. Bononda akore. Bononcha kenga tu. Ngura gwaso ngakibaronda akore. How can you develop the art of persistence? Number one, identify what you want to achieve in life. Identify what you want to achieve in life. Ni lazima ujue ni kitu gani ambayo unahitaji katika maisha yako. Toko kadikirenge mto. Onya aleko kuoperate na Nyasaye kwa kia sata nete. Mara nataka hii, mara nataka hii, mara nataka nifanye biashara,